Huyu ni Susan Smith, mwanamke aliyechukua uhai wa watoto wake wawili, lakini kitachokushangaza ni sababu ya kwa nini aliwaua watoto. Mwaka ni 1994, Susan anapiga simu polisi na kushtaki kwamba gari lake limeibiwa na watoto wakiwemo ndani. Anadai kwamba kuna mtu alimsimamisha na mtu huyo akatumia nguvu kumtoa kwenye gari kisha akaondoka na gari hilo. Alimtambua mtu huyo kuwa ni mweusi, yani African American. Hii story inasambaa mji mzima. Kesho yake tu ipo kwenye TV, redio, magazeti, kila sehemu, kila media inataka interview na hawa watu, wakiomba msaada kwa raia wema wasaidie kutafuta watoto. Kwa muda wa siku 9 mfululizo, Susan na mume wake David wanashirikiana na polisi kutafuta wale watoto. Lakini maripota walianza kugundua kitu. Yaani Susan kabla kamera hazijawashwa alikuwa ni mtu wa furaha sana, anaongea na makameramani, anaongea na marafiki zake, washikaji, smiles kibao. Lakini kamera zikiwashwa tu, Susan ni machozi, tofauti na mume wake, maana mume wake alikuwa na sura ya huzuni muda wote. I want to say to my babies that your mama loves you so much. I just feel in my heart that you're okay. We will do anything. Kwa hiyo maripota bana wakawatonya polisi, wakaambia bana, hebu mchekini huyu maza, maana hatumuelewi, yani ana behave tofauti kwenye kamera na maisha ya kawaida. Kwa hiyo polisi wakafuatilia kweli, wakaja kugundua bana ni kweli bana, Susan akiwa nje ya kamera yeye ni mtu tofauti, yani kama vile hajali. Alafu kipindi hicho pia media za kibaguzi zilipamba moto, yani kila yani ubaguzi ulizidi peak, yani mzungu akiona mtu mweusi tu anashika mtoto wake, anasema hawa watu weusi wanaiba watoto wetu, hawa si nini. Kwa hiyo polisi walikuwa under big pressure, yani kumtafuta huyu aliyeiba watoto. Kwa hiyo polisi wakamshtua bana Susan, akamwambia Suzy, njoo kituoni mara moja, tuna maswali machache vitu usahau kuuliza. Alivyoenda kituoni alipigwa maswali, walimbana. Susan story yake inabadilika kila saa anasema hiki mara sikumuona vizuri. Hatimaye bana Susan akakubali, akasema bana mimi watoto niliwaua. Alivyoulizwa aliwawaje watoto, inasikitisha sana. Alichofanya ni alichukua watoto akaweka kwenye siti vizuri, akawafunga mkanda, alafu akapandisha gari kwenye mlima, akaweka neutral, akalisukuma gari mtoni. Investigators na wataalamu wanasema gari hadi kuzama ingechukua zaidi ya dakika 20. Kwa hiyo Suzy alikaa pale dakika 20 nzima anawashuhudia watoto wake wakipiga kelele, wakipigania maisha yao, wakikata roho bila kuwasaidia. Na pia Susan alisema alijaribu mara 3. Mara ya kwanza alisukuma gari ikashindikana, akarudisha mlimani, kalisukuma tena ikakataa, mara ya 3 ndio ikakubali, ikazama. Mara ya kwanza Susan alivyoulizwa kwa nini alifanya hicho kitu, alisema kuwa alijihisi yeye sio mama mzuri kwa wale watoto, kwa hiyo aliona bora wafe waende mbinguni wakaishi maisha mazuri. Polisi walihisi huyu mwanamke ana matatizo ya akili, na walivyoita wataalamu ikagundulika kweli alikuwa matatizo ya akili. Ndugu zake wakatafuta ili wajue historia yake, wakaja kugundua Suzy tokea hivyokuwa mdogo alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na baba yake wa kambo, na hicho kitu ndio kimfanya na matatizo ya kisaikolojia. Baba yake wa kambo alijitokeza na kukiri kwa ni kweli alifanya hivyo vitu kwa mtoto yule alivyokuwa mdogo, chini ya miaka 10, na alisema mahusiano yao hayakuisha. Hata Suzy alipoolewa bado alikuwa anaendelea kuonana. Baba huyo wa kambo aliomba msamaha na kujutia makosa yake, lakini hii haielezei kwa nini aliwaua watoto hata kama tatizo ya akili. Ndipo polisi walipokamata barua za Suzy akiwa anawasiliana na kijana mmoja anaitwa Tom. Tom alikuwa ni mchepuko wake, boyfriend wake wa pembeni. Na Suzy kwenye barua alikuwa anamwambia Tom kwamba nitaachana mume wangu, tutaishi na wewe, tutakuwa pamoja hivi na hivi. Lakini Tom alimjibu na barua akisema siwezi kuwa na wewe kwa sababu una watoto. Kwa hiyo Suzy bana akaona hawa watoto wananibania riziki, hawa watoto hataki mimi nifurahi. Kwa hiyo akaona washughulikie kwa kuwaua. Susan alikiri haya yote mahakamani na kusema kuwa hayo ni ya kweli. Kwa hiyo kesi ilikuwa rahisi. Jaji alimpa kifungo cha maisha, japokuwa walikuwa wanasema anyongwe, lakini jaji alisema hapana, mwacheni aishi na hivi vitu alivyofanya akilini mwake. Lakini wazungu sio kama sisi wa bongo. Kifungo cha maisha muda mwingine sio maisha kweli. Ukikaa jela miaka 30 unaweza ukaomba upewe kifungo cha nje. Kama ulikuwa na tabia nzuri na unaonekana umebadilika tabia, wanaweza kukuruhusu upate kifungo cha nje. Kwa hiyo baada ya miaka 30 ambayo ilikuwa ni 2024, Susan aliomba aende kupata kifungo cha nje, lakini jaji alimkatalia kwa kuwa hakuonyesha tabia nzuri hata ilivyokuwa jela, kwamba hakubadilika. Maana alikuwa na kesi ya kuvuta bangi akiwa jela na pia alikuwa na mahusiano na mlinzi wa jela. Kwa hiyo jaji alikataa, akamwambia utamaliza miaka yako yote ukiwa jela. Suzy hayuko serious. Yaani wewe umeua watoto wawili, unataka miaka 30 tu ndio utoke jela. Wewe mpoa kwanza hapo. Miaka 30 bado, yaani kwamba mtoto mmoja 15, mwingine miaka 15, yaani hapana. Poa kwanza, au nyewe mnasemaje? Niambieni kwenye comment. Otherwise see you on the next one.